Yani, baada ya kuangalia hizi vipengele vinne ambavyo kwamba ni nguzo ya ndoa, lazima ona hizi alama nimeweka. Kuna alama nimeweka kwa natoka huku kwenye ndoa ikienda katika familia, inatoka katika familia inakuja katika dini, na inatoka katika dini inakuja katika majukumu. Kwa hivyo ndoa, kila kitu ambacho kwamba katika ndoa kinazunguka katika hizi vitu vinne, na ni lazima uweze kuzea katika hali ya wastani. Nikisema hali ya wastani, nakusudia kwamba uweze kuwa katika balance. Tukija katika watu wawili walioana, hapa kinachokitokeza kitu ambacho kwamba chatokea hapa sana ni uhusiano wa majukumu yaliyowaleta pamoja. Kwa hivyo hatutarajii katika ndoa kwamba haya majukumu baina yako wewe na mume wako kwamba yawe chini. Yaani hakuna haki zako kama mke au haki zako kama mwanamume ziko chini. Yafaa ima ziwe katika hali ya wastani ama ziwe juu. Kwa sababu gani? Kwa sababu hapa mume na mke ndio msingi mkubwa wa ndoa. Yaani msingi mkubwa wa ndoa uko hapa. Kwa hivyo ikiwa kama wewe ni mke na usimpe mume haki yake, ndio chanzo cha ndoa kurudi wapi? Kuzoroteka. Ikiwa wewe kama ni mume haumpi mke wako haki yake, ndio hali ya ndoa inazidi kuzoroteka. Kwa hivyo madamu hii ndiyo iliwaleta nyinyi pamoja mkaitwa mume na mke, kwa hivyo inafaa iwe wastani ama zaidi, na wale sishuki. Na ikishuka lazima mjiulize ni wapi tumekosea, ama ni wapi, ama ni kitu gani ambacho kwamba hakiendi sawa. Kwa sababu hii ikiharibika itakuwa ni ngumu kusuluhisha mambo mengine. Katika hali nyingine ya wastani ambapo kwamba inafaa ikue ndio ndoa ikue sawa ni majukumu. Lazima majukumu yenyu yawe katika hali ambayo kwamba inafaa. Mmoja katika nyinyi asipate uzito katika majukumu yake kwa sababu yako. Yaani mwanaume asipate uzito wa majukumu kwa nyumba kwa sababu yako, na mwanamke asipate uzito wa majukumu kwa nyumba au kwa sababu yako kama mwanaume. Na ikiwa itakuwa sawa katika hali ya sawa, na vile vile inafaa kuwa katika hali ya sawa ama ziada. Yaani hapa inafaa kuwa katika hali ya sawa na ziada. Na ikiwa na ziada, lazima ikuwe na sababu ambayo kwamba inaeleweka. Kwa mfano, ikiwa mwanaume atatoka kazini, akuje aoshe vyombo, afagie nyumba, ikuwe kwa dharura. Ni kwa mfano, ima wewe ni mgonjwa, ama ima wanyonyesha, au ima, yani ipatikane sababu ambayo kwamba yaweza yule mwanaume kuona kwamba anafaa kusaidia. Na vile vile kama wewe ni mwanamke, mfano umelipa ada ya nyumba, yafaa wewe umelipa ada ya nyumba kwa sababu ya msingi unaofahamika. Kwa madamu, kwa mfano mume pengine pesa amewekeza katika biashara, au pengine amefutwa kazi kwa hali ambayo kwamba haukutarajia, kwa hivyo wakuja ndani kumsaidia. Kwa hivyo hapa vile vile yafaa ikuwe majukumu ya katika hali ya wastani. Katika familia vile vile, familia yafaa pia wawe katika hali ya wastani. Wakati kunatokea changamoto yote, au wakati kunatokea shida yote, wawe wenye kuweza kuangalia nani aliyokosea na ni vipi kumrekebisha. Na isiwe tu kwamba wanaegemea sehemu moja. Na vile vile katika familia ndo wanaingia watu wa dini.
mfano kama ni sheikh, mfano kama ni pasta, kama ni nani, wanaingia hapa ili kuweza kusaidia na kutoa mzozo ambao kwamba unapatikana wapi? Katika ndoa. Tukija katika sehemu ya dini, dini vile vile inayo mchango mkubwa sana katika maisha ya ndoa, kwa sababu kila kitu huisha, kila kitu na muda. Kama ni urembo, kwa muda hupungua. Kama ni handsome, kwa muda hupungua, na misukosuko mingi na ukuja, mapenzi huenda karudi chini wakati ingine, mgorogoro wa kuzozana kwa nyumba huenda kawa ikazidi katika nyumba. Lakini mke au mume akiwa na dini, ndio itakayomzuia tu yeye kutozidi katika ile uharibifu wake. Ni dini itamzuia mwenzao kutoka nje, si wewe kwa sababu wewe ni mrembo utamzuia kutoka nje, hapana. Ni dini itamzuia wewe kama ni mke kutoka nje, si kwa sababu mume wako ni handsome, hapana. Kwa sababu hautoki nje kumsaliti mume wako au mkao kwa sababu ya uke au ume, hapana. Ni kwa sababu ya dini tu, kwa sababu dini inakuambia kwamba usifanye zina. Dini inakurudisha kwa mke wako, dini inakurudisha kwa mume wako. Kwa hivyo hizi ndio misingi ambazo kwamba ni za ndoa, katika ndoa, na shida zote za ndoa zinatoka hapa. Shida zote za ndoa zinatoka hapa. Ima haumpi mwenzako haki yake, hivyo mnaanza kuzozana, au ima majukumu yako hauwajibiki, inaleta mzozo, au ima familia. Kuna familia zingine ambazo kwamba wanapendelea zaidi sehemu ya mke sana, au sehemu ya mume sana, au kuna familia zingine wanakuja kuleta shida katika ndoa baina watu wawili, kuleta ima kumpa mtoto wa kike maneno mengi ambayo kwamba hayafai kuhusu mwenzake, au kumpa mtoto wa kiume maneno mengi ambayo kwamba hayafai kumhusu mwenzake. Kwa hivyo unapata kwamba familia ikiwa, au pengine chuki, madamu pengine umeolewa na mwanaume kuna pesa, au pengine umefanikiwa kuna mtoto, au pengine umefanikiwa umeweza kununua nyumba yako. Kwa hivyo wivu inatokea, chuki na balaa zote kwa familia. Sasa familia ndiyo yaweza kuharibu ndoa yako, na vile vile familia ndiyo inaweza saidia ndoa yako, kwa sababu mkizozana nyinyi kama watu wawili mtakimbilia kwa familia, na familia kama itashindwa italeta watu gani? Watu ya dini, na hapo ndio penye watu wa dini wanaingilia. Mashehe na maimam na spiritual leader wote ni kwamba hawa wanaingilia hapa kuhakikisha kwamba mzozo unaopatikana hapo umeweza kusuluhishwa. Na vile vile hawa pia wakati mwingine wanakuwa ni watu wabaya sana, watu ya dini wanakuwa watu wabaya sana. Kuna wale ambao kwamba ukiwaletea shida zako, wao ndio wanachangia kuharibu nini? Nyumba yako. Ima wanaleta mzozo baina wewe na mke wako, au ima wengine wanafanya mpaka khiana. Yani khiana ni kwamba kuna watu ya dini ambao kwamba wameaminika na wamepatikana wao katika nyumba za watu wengine, wameenda kusuluhisha, lakini badala ya kusuluhisha wao tena ndio wanyang'anya hao wanaume wake zao, au kama ni wanawake wao ndio wanyang'anya wale wanawake waume zao. Kwa hivyo changamoto nyingine vile vile inatokea katika ndoa ni hapa. Kwa hivyo mbona niseme kuwa na wastani? Ni lazima kuwa na wastani na hali ambayo kwamba ya kuweza kuleta wanandoa kuwa pamoja, na ni lazima wanandoa waweze kuwa makini kujua majukumu yao ya hisia, majukumu yao ya nyumba, familia zao, na watu wa dini ambao kwamba wanahusika na wao, kwa sababu ukichagua vibaya hapa kusuluhisha, kusimamisha hii shule ya ndoa inakuwa ni ngumu, wala haiwezekani. Ndio nikasema hizi vitu vinne ndio msingi ya ndoa, na ndoa inasimama hapa. For the rest of my life.